Alidhani ameanza kubadilika, lakini alichogundua usiku huo kilimvunja moyo kabisa. Siku iliyofuata, Khalid hakuwa kama kawaida. Alikuwa kimya zaidi, akitafakari zaidi. Kila kitu alichokiona usiku uliopita kilikuwa bado kinamzunguka kichwani. Alipoitwa na marafiki zake, "Twende, leo kuna starehe," aliwatazama, akanyamaza. Kwa mara ya kwanza hakuhisi kuvutiwa, lakini bado hakujua aanzie wapi kubadilika. Usiku ulipoingia, hakusubiri tena. Alitoka mapema kabisa, akaelekea jangwani. Safari hii hakuwa na hofu sana, lakini alikuwa na kitu kingine, uzito moyoni. Alipofika pale, msafiri alikuwa tayari amesimama, kama anamsubiri. "Umerudi tena?" alisema kwa utulivu. Khalid akasema haraka, "Nataka kubadilika, lakini sijui nianzie wapi." Msafiri hakujibu mara moja. Alimwangalia kwa kina, kisha akasema, "Kabla ya kubadilika, lazima ujue ukweli wako." Khalid alichanganyikiwa. "Ukweli wangu?" Msafiri akasema, "Ndiyo, yale unayoyaficha hata nafsi yako." Kimya, kisha, "Njoo." Ghafla tena mazingira yakabadilika, lakini safari hii haikuwa kama jana. Khalid alijikuta ndani ya nyumba yao. Alimwona mama yake akiwa amekaa peke yake, macho yake yamejaa huzuni. "Mama," Khalid alisema kwa mshangao, lakini mama yake hakumsikia. Alimwona akisema polepole, "Ewe Mola, mlinde mwanangu, mlete karibu nawe." Moyo wa Khalid ulivunjika. "Kwa nini anasema hivyo?" Msafiri akasema kwa utulivu, "Kwa sababu anakuona unapotea, lakini huoni wewe mwenyewe." Machozi yakaanza kutoka kwa Khalid. Ghafla tukio lingine, alijiona yeye mwenyewe akimpuuza mama yake, akimjibu vibaya, akimwacha bila kumjali. "Acha, sitaki kuona," Khalid alisema kwa maumivu. Lakini bado haijaisha. Alijikuta tena msikitini, lakini safari hii alikuwa nje. Watu walikuwa wanaingia kuswali, lakini yeye alikuwa anaondoka. "Hii si kweli," alijitetea. Msafiri akasema, "Hii ndiyo hali yako, hata kama hujui." Moyo wa Khalid ulikuwa sasa unavunjika vipande. "Nimekuwa hivi kweli?" Hakukuwa na jibu, kwa sababu ukweli hauhitaji kutetewa. Ghafla, kila kitu kilipotea tena. Khalid alijikuta amerudi jangwani, lakini safari hii alikuwa akilia. Alipiga magoti chini, "Ya Allah, nimeshindwa." Kwa mara ya kwanza alikiri. Msafiri alisimama mbele yake, lakini safari hii hakusema maneno mengi. "Hii ndiyo mwanzo." Khalid akainua macho yake kwa machozi. "Mwanzo wa nini?" Msafiri akasema kwa sauti nzito, "Mwanzo wa kurudi au mwisho wa kupotea." Upepo ukavuma kwa nguvu. Khalid alihisi kama moyo wake umevuliwa kitu kizito, lakini bado hakuwa na majibu yote. "Nisaidie," alisema kwa unyonge. Msafiri akageuka polepole, akaanza kutembea. Kabla hajaondoka kabisa, akasema, "Kesho usiku utaona jambo ambalo litabadilisha hatima yako." Na safari hii alitoweka haraka zaidi kuliko kawaida. Khalid alibaki peke yake, lakini safari hii alikuwa tayari kuvunjika ili ajengwe upya. Ni nini hicho kitakachobadilisha hatima yake? Na je, Khalid yuko tayari kweli kukiona? Kabla ya kubadilika, lazima ukubali makosa yako kwa moyo wa kweli. Subiri part 4, ukweli mkubwa zaidi bado haujafichuka.